Mimi mtu akiniambia kwanza kukuta maji, bora hata ningechukua nguo. Yaani bora niambie chukua nguo fua. Kushinda kazi hiyo hata siwezi. Kuvuta ndio issue. Mimi mwanangu kuvuta hata siwezi. Bora hata bombani. Bora ndo manga kuomba wewe unisaidie. Yaani ukiniambia ni bebe, ukiniambia nipelekee maji nyumbani. Niko tayari hata na 10. Lakini kazi hii kuvuta kunachosha mwanangu. Yaani kwanza kifua. Sasa ngwambie, wewe jaza, mimi nitabeba. Na wewe si umwambie mwanao akusaidie? Au ndo watoto wa mjini hawataki maji? Yaani katoka shule saa hizi karudi. Ukimwambia swala la maji na kama mama nitaenda jioni, si njaa na niuma, usafiri shida. Wewe niwekee tu shoga yangu. Niwekee tu kesho zamu yangu. Leo ukichota wewe kesho mimi nitajitahidi mimi nitakuchotea. Shikamoo jamani. Shikamoo. Watoto wadogo wanaenda kukaa na watu wazima. Watu wazima ndio wamiliki hata wawezi. Mwisho wa siku wanakuja kuangalia na kuchukulia kitu mitaani. Leo si muitikie tu. Kwani shikamoo kitu gani? Nimuitikie unamjua wewe? Yule ndio mwanamke muuza genge yule. Kamshinda mkewe anakuja kuchukua mwanangu. Muone hivyo huyo. Muone hivyo anashinda kumiliki mume wake mpaka mume wake anahangaika kama kumela nguruwe. Anakuhangaika mume wake. Kazi mume wake mpaka nikaenda katika mitaro kushangaa watu. Maana nakuingia Nimemchoma kabisa. Hata kisimani utakuja. Sasa tutakutana hapa kisimani. Asiambiwe ukweli. Amezidi bwana wewe. Kama unajua kumiliki na mume mwezi mnaacha. Umri wenu bado someni. Tatizo gani kiongozi? Ngoja, niangalie kwanza, niangalie. Unasumbuliwa na nini? Bwana pole sana. Hii itakuwa pumu imekubana. Hebu naomba unisikilize maelekezo yangu kwanza na ukupa tusaidie, sawa? Niangalie mimi usoni. Hebu vuta pumzi ndani, Ziachie. Vuta tena ndani. Ziachie. Itakuwa pumu imekubana lakini utakaa sawa tu hapo. Hapo nyewe naona ushaanza kukaa sawa. Vuta tena ndani. Ziachie. Ziachie, usiachie kwa nguvu, achia taratibu, ziachie. Pole sana. Ushaanza kukaa vizuri. Au labda nikupeleke hata hospitali. Sasa hivi naona hali yangu ipo sawa. Nashukuru sana kwa msaada wako ndugu yangu. Sawa, na sisi binadamu tumeumbwa kwa kutegemeana na kusaidiana. Kwa hiyo mimi nimeona nimekukuta hapa una matatizo nikaamua nikusaidie. Ni kweli vizuri. Ni kweli vizuri ndugu yangu. Ila naomba tujuane. Haina shida. Ndio. Mimi ni mwalimu wa shule ya Kimwani hapo, sekondari Kimwani. Sasa sijajua ndugu yangu wewe ni nani. Mimi kama mimi sio maarufu sana lakini kwa jina ambalo unajulikana ni Mpemba. Kazi yangu mimi nauza genge. Kwa hiyo nashukuru sana kujuana na wewe lakini pia nashukuru kukusaidia hapa. Nashukuru sana ndugu yangu. Basi bwana mimi nashukuru lakini hiyo shule unaofundisha ndio wao wanafunzi ambao wanavaa sketi za kijivu. Ndio wao ndugu yangu. Basi sawa lakini kitu kimoja nilikuwa naomba nikuulize. Kuna mwanafunzi mmoja msichana wa makamo hivi. Ndio. Ana rangi kidogo. Ndio. Sasa sijaelewa nyinyi usimamizi wenu hasa pale shuleni kwenu ukoje? Kwa sababu huyu mwanafunzi naona kama ana ukosefu wa maadili na hata nidhamu yake sidhani kama ipo sawa. Sijui utakuwa unamjua au ni Fatuma Adamu yule, maana kuna mwanafunzi anatusumbua sana pale shuleni. Itakuwa ndo huyo. Sasa mwalimu, mimi kuna kitu kimoja nilikuwa nakuomba. Ndio. Umeona huyu mwanafunzi anaonekana nidhamu hana na sidhani hata kama mauzuri yake huko shule yatakuwa ni mazuri. Mimi nilikuwa nakuomba umfuatilie huyu binti. Basi sawa Mr. Mpemba. Ndio. Hilo swala mimi niachie mimi. Nitalihangaikia, nitalifuatilia. Kwa hiyo tutajua tufanyeje ndugu yangu. Tutajua hapo tufanyeje. Yaani umesikia mwalimu? Ndio. Yaani kwa nakuomba umfuatilie sana huyu binti. Inaonekana anapotea. Sawa Mr. Mpemba. Yaani inaonekana anapotea. Sawa Mr. Mpemba. Basi sawa. Mimi nashukuru sana. Na mimi nashukuru pia. Sawa na mimi nashukuru sana. Yaani hili swala liweke kichwani. Ndio. Ulitafakari. Sawa. Mabinti wanapotea sana. Sawa Mr. Mpemba. Basi sawa. Nashukuru sana Mr. Mpemba. Kwa mke wangu leo nimeamua nikutoe mbali na nyumbani nikulete mazingira tofauti kabisa. Kwa
sababu kuna jambo moja nilikuwa nataka nikueleze, lakini sijui utakuwa tayari labda kulisikia. Mimi tu nipo tayari mume wangu, wewe niambie, hamna shida. Uko tayari kweli? Mimi nipo tayari. Lakini jambo lenyewe kwa ninavyoona mimi sio jambo la kusema la haraka haraka, na wala sio jambo baya labda la kukutisha. Hapana, ni jambo zuri tu, lakini mara nyingi nimekuwa nikilitafutia nafasi nikueleze, lakini kwa nafikiria nitaanzia wapi. Sawa, basi niambie. Kuna haraka ya kutaka kulijua hili swala? Ndio, nataka nijue. Basi sikia nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu nimeanza kulifuatilia muda mrefu na muda si mrefu nitalitimiza hili swala. Umeona? Kwa hiyo wewe kuwa mvumilivu tu utalijua. Kwa leo ningependa nisikwambie kwa sababu muda si mrefu nalikamilisha. Nikilikamilisha nitakueleza ukweli wote. Umetoa huko mpaka hapa kuniambia. Najua unatamani kulijua hili swala. Sio kwamba sijui, najua, lakini kuwa mpole, kuwa mvumilivu, hili jambo utalijua. Jambo zuri halihitaji haraka. Ushaelewa? Mimi umenikera. Sawa, najua nimekukera. Na mimi sikuzamilia nikukere, lakini utalijua tu hili swala, wala usiogope. Sawa basi mwanangu. Basi sawa, wewe tangulia nyumbani, mimi bado nipo hapa nafunga upepo. Haya basi sawa, usichelewe kurudi nyumbani. Basi sawa, na wewe tangulia. Ila umesikia? Huko unapoenda huko usikose kuniandalia chapati. Wewe tena kwa chapati? Si unajua ndo mambo yangu hayo. Nakujua. Yaani kiwepo na maharage pale ndo inakuwa vizuri zaidi. Haya sawa basi, usichelewe. bila taarifa na mbona unajua? Sasa jamani, hapa si kwangu mpaka nije na taarifa. Kwa time moja unakuja na taarifa kidogo hivi moja kwa moja tunakuja kuniletea watu. Nija na mtu yote. Sasa mimi jina nani jamani, hapa nakuja na watu jamani. Mmoja jina watu basi. Polisi? Sikucha mume wangu jamani. Kwa mume wangu ni askari. Toba. Kumbe hicho ndio kunanificha ubaba. Mimi naishi na maskari huko ndani mimi sijui. Jamani.
mwalimu, karibu. Asante. Karibu. Fatuma, nenda kanitie mzazi wako. Basi imekuwa vizuri. Karibu nenda mzazi Fatuma. Sawa mama, nashukuru. Hiyo unaiona hapa mkononi mwangu. Ndio. Hii ni barua. Barua hii ni ya mwanao ya kuacha shule. Mwanangu aache shule kwa sababu gani? Sisi ni kama uongozi wa shule. Tumekaa, tumeangalia kwamba mtoto wako mahudhurio yake ni mabaya. Sasa kwa nini msingenipigia simu mimi kwenye kikao mngeniita mpaka mumlete mwanangu barua nyumbani bila mimi hata kujua chochote? Ni kweli mama, lakini uongozi wa shule ndio umeamua hivyo. Lakini hiyo sio haki mwalimu. Ingekuwa vitu vingine mngeanza kumkumbusha mzazi wake kwanza, nipe taarifa za mtoto wangu, hata mimi nijue nimfanyia nini. Ni sawa. Sasa shule mtoto ili wewe, mimi nampeleka wapi? Ni sawa mama, barua ndio hapo, barua yenu. Sawa, mimi nachukua, lakini nilifanya sio vizuri, hiyo sio haki. Sawa mama, mimi tena kazi yangu imeisha hapo. Kwani imeisha? Kwa hili ni. Nashukuru. Umefurahi roho yako. Umefanya kampeni za kurudi siku za kurudi saa 7 saa 8 saa 6 si saa ngapi umefurahi sasa? Sasa umefurahi kwa nyumbani? Sasa mama mimi nimefanyaje? Wanaongea mwalimu kwa masuala yao hapa. Sasa kwa wao sio kama chuo kwangu sio wewe. Umefurahi? Umefurahi sasa najua kama mtoto wangu kupeleka kwa fundi cherehani. Sasa najua mtoto wangu sio kupeleka wapi? Sina muda huo. Kaka unalipa kwa nini baraka wewe kwa kama mja mwenyewe Mungu wa wewe. Yaani kesi kwa ndio mtoto wewe tu kesi kwa aibu mtaani. Na kwa aibu mtaani na siku tona gani wewe usisikia nitakuja kubadilika, nikachana na tabia ya kutembea na watoto wa watu, lakini fresh tu, si wanataka wenyewe, watajua wenyewe tu. Ndugu mkuu, nataka kufikia sasa. Sikiliza. Naam kiongozi. Haya mazingira sio. Natambua kiongozi. Haya mazingira sio. Sasa unataka mwage mchele kwenye kuku wengi. Natambua itifaki za kazi zetu, lakini imenilazimu kuja hapa kwa sababu za msingi. Sasa haya mazingira sio. Sasa sikia. Unajua haya mazingira yote mimi hawajui kama mimi ni askari mpelelezi. Naam. Hata mke wangu hajui. Kwa hiyo umefanya makosa kuja hapa. Nilishakwambia kabisa ukitaka kuja unipigie simu tukutane sehemu tofauti na hapa. Natambua protokoli za kazi zetu na misingi ya kazi zetu. Lakini mimi lazima kuja hapa kwa sababu taarifa ambazo ninazo mpaka sasa hivi 90% ya kazi ambazo ilituagiza tayari imekwenda kukamilika. Vielelezo vyote vipo, ni wazi kwamba tunachokifuatilia kiko mwishoni kukamilika mkuu. Hii ni furaha kwetu. Sasa umesikia? Naam. Kwanza nikupongeze kazi nzuri unayoifanya. Na hili swala ni la kiserikali, lipo kiserikali linatambulika. Lakini sisi ni kama wapelelezi tumeamua kulifanya ile jambo kisirisiri ili tuweze kuwakamata watu wenyewe. Na naamini muda si mrefu tutawatia nguvuni. Hilo liko sawa kabisa. Tutawatia nguvuni. Aidha kistaarabu au kwa nguvu, lakini lazima waingie katika mikono ya sheria. Jambo la kufurahisha ni kwamba tuna muda mchache toka sasa. Tayari vielelezo vimekamilika kwa kiwango kikubwa sana. Sasa sikiliza. Naam. Umemaliza kwa yule binti au kwa yule mama? Hapana. Kwa yule binti. Nilianza na yule kwa sababu ndio kiini cha tatizo na ndio kiini cha kila jambo. Ndio. Kwa hiyo vielelezo vimekamilika na niko mbioni kwenda kukuthibitishia ni jinsi gani kazi imekamilika kwa weledi wa hali ya juu. Na jambo la kufurahisha, sijakutana na changamoto zozote ambazo zingeniweza kuzikutana nazo katika hii kazi. Basi sikiliza afande. Ili swala nafikiri mpaka sasa hivi tunakaribia kulitimiza na imani tutafanikiwa. Kwa hiyo mimi nakupongeza kwa kila kitu na naamini kwa utimamu wetu sisi kama maaskari tutaweza kutokomeza haya mambo. Sadaka kiongozi. Basi timamu afande. Imekamilika. Poa, tunashukuru. Sawa. Ona sasa Baba Fatuma. Siku nyingi sana sijakuja kukuona. Leo nimekuja kukuona. Sikutaka yote yatokea. Ila wewe ndio umeamua kunisaiti mimi ndio maana nimetokea. Unaona kinachotokea nini sasa?
Unaona kinachotokea kitu gani? Nashukuru nimekuua bila kuacha ushahidi wowote. Hicho ndio ninachoshukuru na ninachofurahi vile vile. Sasa naishi kwa amani. Ona ulivyokufa. Naishi vizuri tu. Wewe haya ni malipo ya msaliti. Siku zote msaliti atakiwa alipwe. Jinsi gani nilikuwa nakupenda mimi? Na kwa sababu gani kwa nini umenisaliti? Sikutaka yote atokee. Lakini leo nimeingia hapa. Na sitajuta. Sitajuta. Nilikupenda sana wewe. Nilikupenda sana. Lakini ukanisaliti. Ukanilemesa mwanamke. Sasa hicho ndio kitakukuta. Hicho ndio kitakukuta sasa. Nina mrefu sana. Hapo karibu na sisi. Lakini tukukumbuki. Hatukukumbuka kabisa kwa sababu hauna jema kwetu. Wewe ni msaliti. Wewe ni msaliti. Sasa nitapambana na mtoto wangu. Unaona leo. Wewe umeamua na mimi sasa nimeamua. Mwanamna gani umekuwa msaliti kiasi hichi? Mwanamna gani umekuwa na hukumu kiasi hichi? Sasa sitakujutia. Sitakujutia kabisa, sitakujutia wewe. Sitakujutia kabisa. Nimekuja tu kwako. Nimekuja tu hapa ili nikwambie. Tunaishi na sitakukumbuka. Sitakukumbuka kabisa. Wewe ni nani msaliti mkubwa wewe? Sasa nataka nikwambie. Tunaishi na sitakukumbuka. Utaendelea kulala hapa hapa. Utalala hapa hapa. Maisha yako tutakuwa hapa. Na mimi ndio nilokuua. Na mimi ndio nilokuua. Sasa kiko wapi? Ulikuwa unashindana na mimi. Msaliti mkubwa wewe. Msaliti mkubwa sio kuwa na maana wewe. Msaliti mkubwa sio kuwa na fadhila wewe. Mangapi nilokufanyia mimi? Mangapi nilokufanyia mpaka kaifanya msaliti? Na mimi ndio nilosababisha kifo chako. Sasa leo kiko wapi? Unashindana na mimi. Sasa wewe unashindana na mimi au wewe ndio nimeshinda? Sasa umelala. Na mimi nalala hapa kwa maisha yako yote. Nakukusiaga kidogo na maisha yako. Nakukusia wewe. Ujauri umekutoka. Hiyo ndio nyumba yako ya mwisho mbwa wewe. Habari za majukumu. Safi. Pole na majukumu mazito. Safi kabisa. Kulinda taifa letu. Safi kabisa. Sasa mkuu, yale majukumu ulionipa mpaka kufikia sasa ushahidi umekamilika. Vielezo vyote viko timamu. Ni wajibu wetu sasa kwenda kuwafuata wale watumiwa. Basi kazi nzuri, kama vielelezo vimekamilika, kilichobaki ni kwenda kuwatia nguvuni. Hakuna kilichobakia. Sawa mkuu. Basi tuongoze. Muda ndio huu. Sawa mkuu. Bwana mkuu. Ndio. Chumba ndio hiki hapa. Basi gonga. Gonga. Samani naomba kidogo huko nje. Unahitajika nje mara moja. Samani kijana. Salama vipi? Naona mwenyekiti leo mpaka kwangu umekuja, mwenyekiti wa mapenzi. Vipi, nini shida mzee? Au sio? Labda nijitambulishe kidogo. Sisi ni askari kutoka kituo cha kati hapa. Tumekuja kukamata kwa kosa la ulahai na kutembea na wanafunzi. Mwanafunzi gani ambao unataka kuleta matatizo? Muda huu atii sheria bila shuruti. Niache basi. Sheria bila shuruti sawa. Huyo anasemaje kwani? Huyo anasemaje? Wewe rudi ndani. Tunakumwaga maji, rudi ndani. Mume wangu, naomba uniambie ukweli kuhusu vitambulisho. Yaani unajua ni nini? Ni kweli kwamba kuna kitu nilikificha kwa muda mrefu. Lakini ilinibidi kutokana na kazi yenyewe nilikuwa naifanya yenyewe ilikuwa ni private. Yaani confidential.
Kwa hiyo sikupaswa kukiweka wazi hichi kitu. Ina maana hata wewe mwenyewe ulikokuwa ukijui. Lakini sasa nafikiri wakati umefika kuweka wazi. Yaani hadi mimi mtu ameshindwa kuniambia mume wangu. Ndio nakubali kwamba ni kama makosa fulani niliyoyafanya, lakini katika kazi yangu hayo sio makosa. Bali kazi yangu ilinipaswa nifanye vile. Lakini sasa nafikiri ni wakati mzuri wa kukueleza ni kwamba mimi ni mpelelezi. Kazi ninayofanya ni ya uaskari na askari mpelelezi. Na nafikiri kazi yangu nilotumwa kuifanya ni kwa muda mrefu, lakini sasa hivi nimekaribia kuitimiza au niseme nimeitimiza. Ndio maana umeona nimeamua kukuweka wazi. Lakini pia naomba unisamehe kwa sababu najua nilikukwaza kwa sababu ya kitu kile. Ushaelewa? Nitakiwa ukasirike, ni jambo zuri na ni jambo la faida kwa kila mtu. Sawa? Yani wewe usikasirike kabisa. Sawa mume wangu. Yani wewe usiwe na wasi na wala usikasirike kwa sababu hili swala ni swala la kiserikali na masuala ya kiserikali siku zote yanakuwa ni siri. Likishakamilika baadaye ndio linakuwa linawekwa wazi. Lakini kama halijakamilika linakuwa ni siri. Ushaelewa? Sawa nimekuelewa. Haitakiwi unune bwana. Kwa nini wapeleleza? Hata mimi mkeo unashindwa kuniambia. Si siri. Wewe umenipeleleza umenijuaje mume wangu? Yani wewe nilikuwa nafanya kama minyato au kukunyatia. Kwa hiyo sio kwamba nimekupeleleza, yani wewe tuseme nimekufuatilia. Umeona nimekufuatilia nilipokugundua kwamba wewe unanifaa ndio maana mpaka leo tuko pamoja. Kwa hiyo sisemi kwamba labda nimekupeleleza, hapana. Wewe nimekunyatia. Umeona? Yani kama jogoo vile anavyomuona kukujike. Anamnyatia mwisho wa siku hapo pamoja. Sawa mume wangu. Mume wangu ila nimefurahi umeniheshimisha kumbe askari. Yani wewe usijali. Yani sio askari tu, ni zaidi ya askari. Basi leo mume wangu naenda kupikia chapati. Yani kama umelenga vile. Maana hivyo ndo vitu vyangu vile. Yani hapa ingekuwa na chapati ingekuwa safi zaidi. Nakujua mume wangu. Au sio?